Chim Grain. Inakuaje bro? We, karibu sana. Sogelea mic bro. Sogelea mic ndio tuongee. Inakuaje, uko poa? Uko poa? Kwa mtu anakusikiza kwa mara kwanza. Chim Grain. Sijui nile mic kidogo. Kidogo tu, inue kidogo ndio tuweze kupata vizuri. Safi. Karibu sana bro. Asante sana. Kwa mtu ambaye anakusikia kwa mara kwanza, tuambie Chim Grain ni nani? Okay, mimi ni Chim Grain. Nafanya muziki wa Zouk Music. Nyimbo zinahusiana na mapenzi sana. Mimi ni kijana nililelewa toka nyumbani na Malenge kule Western Kenya. Western wapi? Kakamega huko. Kakamega. Yeah. So maeneo gani pale Kakamega? Unajua kuna mitaa. Umetoka maeneo gani pale Kakamega? So nimesema na Malenge ndio kitongoji chetu kwa hivyo. Una Malenge? Na Malenge. Mimi nifikiri umesema na Malenge chakula. Hapana. Mimi skule sasa. Yeah. Sasa huko ndo nyumbani kwetu. Huko ndo umekulia? Yeah. So kuhangaika kidogo tukafika mjini, at least kupambana tuone mambo yatakuwaje. Yeah, sure. So muziki sasa umefanya kwa muda gani bro? Miaka kadhaa imepita kupambana tu kwa sababu nikisema kama ngapi? Nadhani uweze kumesahau miaka ngapi? Okay, kwanza muziki nilianza kama mchanga sana. Kwa sababu kuimba mambo mengine tofauti nilianza kama bado mimi mchanga. Lakini kufika level ya mimi kusema nianze kuandika nyimbo nilianza kama nipo shule ya msingi kidogo hivi. Kuingia studio? Niliingia studio baada ya mwaka mwisho nipo shule ya pili. Mwaka gani? That was 2020 December. 2020 December. Yeah. Kwa nini umemaliza juzi bro? Okay. Unajua inalingana na environment pia. Kwa sababu sisi tumekuwa environment ambayo acha niseme hapo nyuma. Kuingia studio tu unaonekana mtu special sana, yani hata kama ni msanii na uko kule unaandika nyimbo lakini unaona like kuingia studio ni kama expensive bwana, ama ni lakini Kakamega ama wapi? Ama hapa unaongelea ni wapi kuingia studio ilikuwa ni kitu special? Ilikuwa nyumbani kule. Nyumbani na Malenge pale. Yeah. Kuna studio pale? Lakini mbali sio nyumbani kwetu huko. Lazima utatembea, utasafiri kwa distance fulani hivi ndio upate studio. So sasa hivi najua vitu chaanza kuwa advanced kidogo, lakini pale nyuma miaka 5 kurudi nyuma hivi imekuwa balaa, yani kutafuta studio utembee uende mbali usafiri upate studio, labda hata kulala huko vitu kama hivyo. Sio kama hapa Nairobi. So mara kwanza una record kama unakumbuka, unarekodia wapi? Nilirekodia studio fulani pale Bungoma inaitwa Captain Production. Na producer wangu anaitwa tumemsahau maskini Dangote Lion. So tuambie experience. Unajua kila kitu kina utamu wake. Hata mimi mara kwanza kuingia studio naambiwa jamani Clemo mic ndio zimewaka aende hewani, nilikuwa na experience yangu. Kwako ilikuwaje? Haiko rahisi. Kwanza nilifurahi sana. Yote bado uko shule? So kipindi hicho ilikuwa mwezi wangu wa mwisho nikiwa shuleni. Mwezi wangu wa mwisho sasa niende shule nimalize form 4. So nakumbuka hicho kipindi kilikuwa cha corona. Tulikuwa hata hiyo corona ilikuja na advantage kidogo. Kwa sababu kipindi tupo nyumbani kwa corona tukachukua na vijana kadhaa, mimi na wenzangu zaidi ya 10. Tukasema sasa si tuanze shughuli fulani ya kujichangisha tu pesa kidogo. Alafu ikifika mwisho tuunde wimbo, labda tuunde makundi kutoka kwa ili kundi letu. Alafu tuingie studio kwa hizi pesa tutakao tumechangisha, tufanye kila hata kundi likitoa ngoma moja bahati. So tulivyochangisha kutoka mwaka mzima, ingawaje zilikuwa zinaonekana hela kidogo, lakini hela nyingi, lakini nimekuwa nikaona kama ilikuwa hela kidogo sana. So tulivyochangisha ikafika mwisho mwaka tukaa Disemba hivi, mimi na kakangu mmoja ambaye tulikuwa tumeutunga wimbo unaitwa Sogea mpaka uko pale YouTube yangu. YouTube yake sasa si kuweka YouTube yangu kwa sababu mimi mwenyewe sikuwa nimeunda YouTube. So tukaingia studio pale Keep Time, tukafika huko mama na kuimba kufanya nini ilinisumbua kidogo kwa sababu unajua mara ya kwanza ile experience ina bro. Nikaingia huko kuimba kufanya nini, ilifurahi kwa niliona vitu tofauti, yani ile environment ya studio tu. Niliona kama kweli kuna kitu nafanya na kuna mahali naenda. Kwa sababu pale kufika tu pale pia pale fani kona step fulani mbele ambayo
ni step kubwa sana. Unajua tunaangalia hapa, huyu ni mwanafunzi ambaye anaenda kumalizia form 4. Wazazi ikoje? Walikuwa na support ama familia ilikuwa na support? So hapo kwa wazazi ndio kulikuwa na balaa kidogo, kwa sababu acha niseme hapo Nairobi kule nyumbani watu wengi wanategemea sana masomo kuliko muziki. Wanaamini si kutegemea, wanaamini masomo. Walikuwa wanaamini kama hata sasa hivi bado kuna wazazi ambao wanaamini kama mtoto akiingia kwenye muziki amepotoka huyo. Wanaona kama huyu anaweza kuwa jambazi nini fulani, kufuza manywele, mbona unavaa hivi sijui ni wacheni. Wanaona kama huyu atakuwa mwizi, atakuwa jambazi huyo. So hiyo environment ilikuwa ngumu kwa sababu mzee wangu alikuwa na support ile career sana. Mamangu pia kidogo, lakini sometimes alikuwa ananipatia moyo, maliza shule ndio uingie kwenye hivi vitu nini kama hivyo, lakini pia hakuwa na support fully. So ilikuwa kimimi tu kuandika muziki, kuimbia washikaji pale shuleni, kuimba pia, ama nikikutana na washikaji wangu pale nje pia kuimbia, lakini support nilikuwa nayo kidogo sana hiyo time. So support kubwa nilikuwa naipokea labda ni kutoka kwa marafiki tu, lakini toka nyumbani ilikuwa a bit kidogo, kwa sababu hata muziki nilikuwa naimba ulikuwa muziki ambao ni kidunia, so ukipata like niliona kama labda kama ningeimba gospel ingekuwa rahisi, lakini kwa sababu nilikuwa naimba nyimbo za mapenzi nini za burudani ikaleta shida kidogo. So nani alikuwa anakuinspire hiyo time? Unajua kila mtu ana mtu wake. Wewe kwa nani alikuwa unasikia unasema hata mimi hapa lazima nifike? So hiyo time nilikuwa napenda sana kusikiza wasanii wakubwa, especially acha niseme Radio Maisha. Unajua ndo radio nilikuwa napenda sana hiyo time. So ningesikia kama unaoji msanii ama nisikia kama kuna msanii fulani anakuja kuhojiwa hapa, lazima nitakaa siku nzima wa kutega nisikie msanii atasema nini. So zile story walikuwa wanapiga. Unauliza msanii gani ambaye anakuwa na kuinspire sana? Najua wengi uko unasikia, lakini nani ambaye unasemani huyu anakuwa nakutia hasira? Okay. Ni wasanii tofauti. So labda niseme msanii kama nikikuwa hapa ndani tumwangalie Chikuze. Chikuze. Bana noma. Chikuze. Noma sana. Kipindi hicho kwanza ndo ana trend sana chana sasa hivi. Kipindi hicho nyimbo zake zinavuma nini. So nilikuwa namfuatilia sana na nilikuwa nimefuatilia vitu tofauti kwake maisha yake, kwa sababu mimi nikianza kufuatilia msanii kipindi hicho hata kuliko sasa hivi. Mimi nilikuwa siko nafuatilia muziki mpaka alikuaje akakuaje. Kweli kabisa. So utapata like maybe umempata msanii yupo juu ana trendi, lakini hapa chini kweli ukimfuata utapata like alikuwa anapitia vitu ambavyo unapitia exactly vile. So ukiona yeye alikuwa anapitia vile vitu ambavyo unavipitia, una feel like kweli kuna mahali mimi naenda yani. You feel like pia mimi siko hapa tu nikitia bidii nifanye kazi nijitume kuna mahali pia mimi naenda. Pia mahali nitafika. Kwa sababu akina Susumila nilikuwa nasikiza sana hiyo time. Toka pale ikakuwa bahati nzuri pale nje kuna kina Simba, Chibu, Harmonize kipindi anatoka pia mimi nikamfuatilia nikaona kumbe mbona kama maisha yanaanza vibaya, inawezekana vizuri. So mimi na wasanii wengi sana ambao nimewafuatilia na wamenitia moyo na wamenifanya ning'ang'ane sana angalau nifike mbali. Safari imekuwaje safari? So safari imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu sana kwa sababu inafika place ambayo kuna vitu unahitaji, kuna labda unahitaji nyimbo zako zifike sehemu, unakosa hiyo support. Natamani like acha nyimbo zangu, acha niseme hata for example nitumie mfano mzuri Radio Maisha hapa. Kuna time labda natamani nyimbo zangu zifike kwa Clemo, lakini sana nashindwa Clemo mwenyewe nitampataje? Mimi namsikiza tunamuona tu pale, lakini nitafuta mwanangu. Hata nikisema ni DM kidogo au ni message saa kweli. Kweli? Niambie tutakuangalia DM. Fresh kabisa. Kwenye DM gani? Instagram au wapi? Tazama Instagram tu. Follow bro. Kuna muda fulani I think ilikuwa mwaka jana. Aitwa Chim Grain. Acha tuangalie jamani. Hii kesi nataka tumalizia hapa. Ila sio kesi kwa sababu uzuri tumepatana, tuko hapa kwa ajili ya kufanya shughuli. Chim Grain 2023 ama? Was it 2024? Sio inakuwa sio ndio hapa. Hebu ndio hiyo hapa.
Amna bro, ndio. Labda ilikuwa account ya uongo kwa sababu sidhani, labda kuna nyingine, lakini ndio hii hapa. Others, karibu bro. Acha tukasikize kazi. Bwana, tuko naye Chim Grain. Yes, ni msanii ambaye pia ndo anaibuka kwenye mchezo na tuko hapo kwa ajili ya kusikiza kazi, lakini pia vile kumsupport. Kwa hiyo unasikiza show na bila stick kwenye show. Kabla tuendelee kusikiza kazi, nataka pia tukirudi, jamani, soko lipo huru kwa ajili yako. Hivi vitu ni vyetu, hivi vitu ni vyako, lazima vitembee. Fanya hivi, ingia kwenye simu yako, bonyeza *801#. Baada pale vile